kama sisi tunavyojisikia tukifeli kushiriki tendo la ndoa tunavyojisikia vibaya, ndivyo hivyo wanawake wanajisikia vibaya sana pale akishiriki tendo la ndoa na mwanaume, alafu mwanaume akamwambia unatoa harufu. Huwa inamwasili mwanamke psychological, lakini inamnyima confidence zaidi mwanamke, especially mwanamke ambaye anatoa harufu afu anatoa na uchafu. Hello, karibuni katika podcast yetu ya Tides Podcast. Tuko very excited leo tunafanya episode nyingine katika segment yetu ya Tides House. Tuko na Dr. Kenny as usual, as we said, kwamba doctor tutakuponai throughout this segment. Tuko very excited leo tunaenda kuongelea masuala ya discharge kwa wanawake ambao wanatoa kipindi cha wakifanya tendo la ndoa. So leo tutaenda kujua discharge zipi ni safe na discharge zipi si salama, na sababu zake ni nini na how to prevent it. Lengo tu ni kuleta awareness, pia really recommend kwa ladies like you tag along paka mwisho. Kuna vitu vingi ambavyo tunaenda kuvizungumza ambavyo utajua nini na nini inatokea nini na ni kwa sababu gani, na pia how can you prevent it, naweza kujitibia. So thank you, tag along, karibuni sana. Majina yangu mimi ni Steven Tweve, like I'm a content creator, I'm a filmmaker, and I do everything related to photography and videography. So Dr. Kenny pia naye ungejitambulisha. Okay, kwani bado hawajanizoea tu. Kwa katika episode zote tulizofanya bado hawajanizoea. Of course wamekuzoea. Sasa kuna wengine sasa unakuta wanakuja straight to this episode. Okay, so okay, it's fine. Just a joke. Let's go. Okay, sawa. Majina yangu naitwa Kenny Bosco Luvanda, almaarufu kama Dr. Kenny, na mimi ni daktari wa masuala ya afya, lakini pia ni daktari ambaye anahusika katika masuala ya matibabu kwa kupitia lishe na virutubisho ambavyo vinatokana na mimea na vyakula ambavyo tunavitumia kila siku. Dr. asante, karibu sana kwenye episode yetu. Okay, nashukuru sana. I'm so happy. Yes. And pia I like as we go by, we tunatengeneza hii chemistry. I'm sure hata fans wetu pia na wenyewe they are growing up with us. Yes. Yeah. So Dr. leo I think niko kwa kina dada. Okay. You would find kuna hizi stories ambazo kama skani labda when you are drinking na nini tunapiga story. Unakuta story inakuja kwamba mtu anambia hapa nikutana yule dada bana ananuka vibaya bana. I just went one round two, yani sijatamani kurudi tena. What is it doctor? Shida ni nini? Okay. Yani kama sisi tunavyojisikia tukifeli kushiriki tendo la ndoa tunavyojisikia vibaya, ndivyo hivyo wanawake wanajisikia vibaya sana pale akishiriki tendo la ndoa na mwanaume, alafu mwanaume akamwambia unatoa harufu. Huwa inamwasili mwanamke psychological, lakini inamnyima confidence zaidi mwanamke, especially mwanamke ambaye anatoa harufu afu anatoa na uchafu. Sasa swali lako ni kwa nini huwa inakuwa hivyo, au ni nini, au ni kwa nini baadhi ya wanawake wanapata hiyo hali alafu wanawake wengine hawapati hiyo hali. Na kuna wanawake wengine wamekuwa nayo, wamejaribu kutibia lakini hawajafanikiwa. Mpaka tunavyozungumza leo wengine wamehangaika kutibia hiyo changamoto lakini hawajawahi kupata nafuu yote. Mara nyingi kwanza hizi discharge ambazo anatoka mwanamke zimekuwa zina migawanyiko kutokana na sababu, aina uchafu, harufu, rangi. Mwanamke ambaye anatoka huu uchafu umegawanyika. Kuna ule uchafu ambao unakuwa kama maziwa mtindi, yani creamy, ile creamy. Lakini pia kuna ile ambao unatoka unakuwa kama maziwa fresh, white, inakuwa white. Na kuna ule uchafu ambao unatoka kwa mwanamke unakuwa yellow. Sasa katika huu uchafu umekuwa categorized. Kuna uchafu ambao unatoa harufu na kuna uchafu ambao hutoa harufu. Mara nyingi uchafu ambao unakuwa kama mtindi au unakuwa kama maziwa fresh, asilimia kubwa uchafu ule huwa hautoi harufu. Uchafu ambao huwa unaanza kutoa harufu ni ule uchafu ambao unakuwa yellow, unakuwa rangi ya njano. Huu mara nyingi ndio huwa unaanza kutoa harufu. Sasa mara nyingi huwa tunasema uchafu ambao unakuwa kama maziwa mtindi au maziwa fresh, huu uchafu huwa hausababishwi, unaweza usisababishwe na maambukizi ya bakteria. Huu uchafu asilimia kubwa wanawake wengi huwa wanatibia karibia kila siku, lakini wamekuwa hawapati tiba kwa sababu wao wamekuwa wanatibia kama bakteria kisababishi kikuu, lakini uchafu kisababishi yake kikuu inakuwa ni mabadiliko ya hormone. Na mara nyingi mwanamke ambaye anatoka huu uchafu ambao kama maziwa mtindi au kama maziwa fresh ambao hutoi harufu, huwa wanakuwa na dalili kama za ukavu, kupata miwasho, maumivu wakati wa tendo la ndoa. Ambapo pia mwanamke wa hivi anakuwa na changamoto za uzazi za kutokupata ujauzito
huwa tunasema mwanamke ambaye anatoka uchafu huu inakuwa ni dalili za mabadiliko ya hormone. Lakini pia kwenye huo uchafu ambao hautoi harufu, ambao unakuwa kama maziwa mtindi, maziwa fresh, kwa sababu unasababishwa na mabadiliko ya hormone, uchafu huu mwanamke anaweza akashiriki tendo la ndoa na mwenza wake au mume wake, anaweza asimwambukize mwenza wake. Kwa hiyo huo ndio tofauti sasa wa huo uchafu ambao unatoa harufu na ambao hutoi harufu. Mara nyingi mwanaume anaweza kashiriki na mwanamke ambaye anatoka uchafu ambao hautoi harufu, au uchafu ambao uko kama maziwa mtindi au kama maziwa fresh. Akishiriki naye yule mwanaume huwa haambukizwi. Ndio kitu ambacho kimekuwa kinawachanganya wanawake wengi, kwamba mimi nina maambukizi, lakini kwa nini nikishiriki na mwenza wangu yeye hapati, napata mimi tu? Sasa hiyo ndio huwa tunasema hii inatokana na mabadiliko ya nini? Ya hormone. Lakini ule uchafu ambao unakuwa rangi ya njano, unatoa harufu, unamsababishia miwasho, uchafu huu mara nyingi huwa unasababishwa na bakteria, au inaweza kuwa fungus ambao wanafahamika kama Candida albicans, wanaweza kusababisha hiyo, au kuna bakteria sawa ambao huwa wanaweza kusababisha hiyo changamoto. Sawa. Doctor, sorry. Yes. Before you proceed, kwa manufaa ya wakina dada ambao maybe hawako aware na hii issue. Yes. Hata kwa sisi wanaume kwa manufaa yetu, kwa sababu I'm sure kuna watu wameoa hapo kwenye ndoa. Yes. Kwa hiyo hawa watu ni mwili mmoja, kwa tatizo la mmoja ni tatizo la mtu mwingine. Yes. So doctor, mwanamke hatakiwi kutoa discharge yoyote wakati wa kushiriki tendo la ndoa? Okay, kwanza unajua mwanamke anaposhiriki tendo la ndoa kuna ile discharge ambayo inatoka kwa ajili ya kutengeneza maumbile yake yeye, lubricant, inatumika kama lubricants. Ile mara nyingi inakuwa ni white kama maji, inakuwa kama colorless kama maji, inakuwa colorless. Yes, inakuwa haina smell. Sawa, inakuwa normal kwa mwanamke ambaye ana afya nzuri. Okay. Lakini kuna ile discharge ambayo inatoka kwa mwanaume anapomuingilia, anatoa discharge, inakuwa nyeupe nzito, inakaa kwenye maumbile. Yes. Ile discharge ndio huwa ina discourage wanaume na discourage mwanamke. Kwa hiyo that's wrong. Sasa ile that's wrong ni kiashiria ambacho kinakuonyesha huyu mwanamke ana mabadiliko ya hormone. Okay. Na ndio maana wanawake wengi ambao wanatoa ile discharge wanakuaga wakavu. Yaani maumbile yake yanakuwa makavu, hayawi wet, yanakuwa makavu, na mara nyingi wanawake hivyo kuwa wanapata maumivu makali wanaposhiriki tendo la ndoa. Sasa wanawake wengi wamekuwa wanachanganya ile discharge ambayo inatoa harufu na wanachanganya na discharge ambayo haitoi harufu. So kwa kuclarify tu mambo. Okay. Kwa hiyo discharge ile nyeupe na ile ya maziwa mtindi, ile si sahihi. Yaani mwanamke kutoka nini na maana ana changamoto, inatakiwa aanze kufanya vipimo vya mwili wake kujua kwanza kuanzia kwenye homoni zake. Yes. Sawa, afanye vipimo kwa kuangalia maumbile yake yalivyo. Kama ni mkavu, sawa, kana mabadiliko ya hormone, akishiriki tendo anapata maumivu, lazima aanze kufanya vipimo vya kujua afya yake ya uzazi iko vipi. Okay. Lakini ile sasa asilimia kubwa huwa haitokani na maambukizi ya bakteria wala fungus. Ndio maana kuna baadhi ya wanawake wengine akiwa anatoa huo uchafu wa design hiyo mweupe ambao hutoi harufu au kama maziwa mtindi, huwa wanatumia dawa nyingi sana. Wengine wanatumia Gainazol, wanatumia Fluconazole nini, lakini ule uchafu still bado huwa unaendelea kufanyaje? Kutoka, na wamekuwa hawapati nafuu. Kwa sababu huwa wanatibia kitu ambacho sio chenyewe. Ila mtu huyo ambaye anatoka hiyo discharge, akija akipewa dawa za mabadiliko ya hormone, especially hormone ya estrogen, na akaruhusu maumbile yake yakawa normal, yasiwe makavu, huwa anakuja anapona kabisa na anakuwa sawa kabisa. So the main cause doctor, kama nimekuelewa vizuri, main cause ni hiyo mabadiliko ya hormone. Kwa ile discharge nyeupe ambayo haitoi harufu. Sasa ni hivi. Mara nyingi sana huwa tunasema mwanamke ambaye anatoa hii discharge ambayo haitoi harufu, hiyo discharge kitaalamu huwa inaitwa leukorrhea. Leukorrhea ni discharge ambayo inatokana na kitu kinaitwa leukocytes. Leukocytes ni white blood cells. White blood cells ni kinga zako za mwili wewe ambazo zinapigana na magonjwa au zinazuia maadui wa magonjwa wasiingie kwenye mwili. Sasa kazi kubwa ya leukocytes ni kufight against infection. Sasa inaweza kuwa ni infection
au kuna changes zote ambazo zimetokea kwenye maumbile ya mwanamke. Sawa? Sasa ikitokea mwanamke akawa mkavu, kwa sababu tunafahamu homoni ya estrogen kazi yake kubwa ni kuhakikisha maumbile ya uke wa mwanamke yako normal, hayawi makavu. Sasa ikitokea maumbile yakawa makavu, mwili una sense kuna mabadiliko pale. Kwa nini pamekuwa pakavu? Mwili una send zile white blood cells ambazo ni leukocytes kwamba nendeni pale mkaangalie ni pakavu. Zile zikifika pale zinakufa. Mara nyingi tunasema hizo white blood cells ambazo ni leukocytes zikienda sehemu ambako kuna infection, ili ziue lazima zife. Kwa hiyo na kuua kwake tunasema zina engulf, zinavaa, zinakiminya kile kama ni bakteria au ni virus. Okay. That's why ndio maana huwa tunasema ili kumuua virus, sawa, kinga zako za mwili haziwezi kuua virus kwa sababu ili ziue na zenye lazima zife. Sasa endapo kama una infection kubwa, kinga yako ya mwili ikashambulia, kinga yako ya mwili itashuka kwa sababu the more inaenda kuua na yenyewe zinakufa. Kwa hiyo immunity yako inakuwa low. Ndio maana okay, sawa. Kwa hiyo that's why ndio maana huwa tunasema ile discharge ambayo inatoka, zile ni leukocytes, zikienda pale zinakufa. Zikifa zina yale hizo fluid ambazo zile white blood cells ambazo zimekufa ambazo ni leukocytes, zikifa zinasababisha kitu kinaitwa leukorrhea. Yale mabaki sasa ya zile seli zilizokufa yanachanganyika na maji na zile fluid zingine za kwenye kizazi, ndio tunakuja kuona hiyo discharge ambayo inatoka. Okay. Mfano mdogo ni huu. Kuna watu ambao huwa wanapata majipu. Unaonaga jipu Jipu likikutokea hapo, ukipasua jipu ndani unatoa nini? Usaha. Ule usaha unatoka wapi? Hapa. Zile sasa ndio tunasema hizo ni white blood cells, ni kinga zako za mwili. Kuna watu wanapata matonsils. Zile tonsils zinazotokea humu au kwenye mitoki humu zinakuwa white, hata ukizichana zinakuwa white. Sure. Ile sasa ndio immunity yako wewe. Kwa nini zinatokea humu? Hizi ni area ambazo ziko more sensitive kwenye masuala ya immunity. Kwa hiyo kwa mwanamke ambaye anatoka uchafu, kwa sababu mara nyingi watu tunasema mwanamke hana namna nyingine ya kutoa uchafu isipokuwa kwa njia ya hedhi au kwa njia ya fluid. Ndio maana watu wengine huwa wanasema kutoka uchafu mweupe ni hali ya kawaida. Lakini kwa nini utoke uchafu? Maana yake maumbile yako hayako safe. Kinga zako zinazalishwa kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo kitaalamu huwa inaitwa leukorrhea. Lakini hiyo leukorrhea ili uweze kuitibia lazima uhakikishe kizazi chako kiko normal. Hakina ukavu, hakina miwasho. Ili tusiwaruhusu wale hizo white blood cells kuja tena kwenye maumbile. Sasa tuna control vipi? Lazima tubalance hormone ya estrogen, ambayo ni hormone ambayo inahakikisha kizazi cha mwanamke kinakuwa normal. So doctor, hiyo imekuwa very informative. Sasa je, mtu mwenye hii infection tayari, mwenye tatizo, je vipi inaweza ikamfanya ikawa ngumu yeye kuconceive, yani kupata ujauzito kwa ni ngumu, au does it have any impact on that? Yes, ni kweli. Unajua mwanamke ambaye anatoka uchafu, sasa hapa haijalishi uchafu wenye maambukizi ya bakteria au uchafu ambao hauna maambukizi ya bakteria, ila ni uchafu tu ambao unatoka ukeni. Mwanamke hawezi kupata ujauzito. Cha kwanza hawezi kupata ujauzito kwa sababu atazuia movement ya sperm kutembea kulifikia yai. Kwa sababu atatengeneza zile obstacles kwenye ule uchafu ambao unakuepo kwenye kile kizazi. Ili uzifanye mbegu zisafiri vizuri na kuwe na movement nzuri ya sperm, hakutakiwi kuwa na obstacles ndani ya kusiwe na vipingamizi. Sasa ule uchafu unavyokuwa mwingi, maana yake unazuia, kwanza una block mbegu haziwezi kufika wapi? Kule. Kwa hiyo ili uweze kuwa sawa, ni lazima kizazi chako kiwe kisafi. Kizazi kikiwa kisafi, kisipokuwa na uchafu, mbegu zinasafiri vizuri. Lakini kitu kingine cha pili, mara nyingi tunasema ule uchafu ambao sasa ni uchafu mzuri, ambao ni uchafu ambao umesababishwa na tunasema na mabadiliko ya hormone, ambao umesababishwa na kinga zako za mwili. Ule huwa hautoi harufu. Lakini kuna kipindi huwa unaanza kutoa harufu. Kwa sababu ukikaa muda mrefu kwenye uterus au ukikaa muda mrefu kwenye cervix, ule uchafu, kwa sababu hutaweza kuusafisha kutoa mpaka ndani. Kwa sababu ule uchafu itafika kipindi utaganda. Ukiganda ule uchafu ndani, huwa unaanza kutoa harufu kwa sababu utakuwa umekaa kwa kipindi kirefu ndani. Mara nyingi tunasema kitu chochote ambacho kipo kwenye sehemu ambayo sio yake na kikikaa kwa muda mrefu huwa kinaoza. Kikioza kinazalisha nini? Kinazalisha bakteria. Kwa hiyo kuna watu walikuwa hawana infection, ila wanapata infection kwa sababu ya kuwepo kwa ule uchafu.
na wanapata infection kwa sababu uchafu unakaa kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo ukikaa kwa kipindi kirefu unaanza kuoza. Okay. Doctor, kwa kuongezea hapo, one more I want to. Unajua kwa nini ya dada zetu siku hizi wengi unakuta wana kucha ndefu, hawajisafishi vizuri huko chini. Unajua sasa unajiuliza mtu unakuta ameweka makucha marefu mpaka hapa. So you ask yourself, huyu mtu anajisafisha vipi huko chini? Je, kuto kujisafisha pia kunaleta infection? Kwanza unajua kumekuwa kuna masomo mengi sana kwenye mitandao. Kuna baadhi ya articles zingine, kuna baadhi ya pages zingine ukiingia wanakuambia mwanamke utaki kujisafisha. Lakini kiuhalisia mwanamke inabidi ujisafishe. Walikataza wanawake kujisafisha kwa sababu waliona wanawake wengi hawafuati zile tunasema taratibu za kuhakikisha mikono yao iko safi na salama. Ndio maana walisema mwanamke hutakiwi kufanyaje? Kujisafisha. Lakini sio kweli, mwanamke inatakiwa ujisafishe na uhakikishe mfumo wako wa uzazi unakuwa sawa na unakuwa clean. Sawa? Sasa mwanamke kikawaida inatakiwa ujisafishe, lakini lazima ufuate sheria za kujisafisha maumbile yako. Kitu cha kwanza lazima uhakikishe mikono yako ni misafi. Yaani umesafisha mikono yako imekuwa misafi. Hakikisha kucha zako sio ndefu. Na hutakiwi kutumia maji ambayo yana kemikali au maji yenye sabuni. Okay. Jamani dada mnasikia hiyo jamani? Sawa. Maji yasiyokuwa na kemikali wala maji yasiyokuwa na sabuni ndio unatakiwa kujisafisha kwa sababu kuna wanawake wengine hawajisafishi. Sasa usipojisafisha itafikia kipindi unaanza kutoa harufu. Na wengine wamefika mahali wanasema maumbile ya mwanamke yanajisafisha yenyewe. Hao. Maana utasubiri mpaka mwezi huu uje uingie period, mpaka mwezi utakao kuja. Kwa sababu kikawaida maumbile ya mwanamke inabidi ajisafishe mwanamke anapokuwa period. Yeah. Kwa hiyo utasubiri mpaka period hii mpaka period nyingine. Na hizo discharge zinazotoka unajua ziko ndani kwa kiwango gani? Na je, kwa mwanamke ambaye ameshiriki tendo la ndoa mwenza wake akamwagia mbegu na zile mbegu hazijatoka, unajua zile mbegu zinafanya nini ndani? That's why ndio maana tunasema mwanamke inabidi ujisafishe, lakini unapojisafisha hakikisha mikono yako maji unayotumia ni salama, hayana kemikali wala sabuni yoyote na kucha zako sio ndefu. Dokta, hususan hapo kwenye issue ya watu wakikutana, wakijamiana yani zile sperms kuingia kule ndani. Unajua sperms ni first class protein. Yes. Na protein inanuka. Yes. Na ndio maana ukuta mayai, yani vitu vyote ambavyo rich in protein vinanuka sana. Yes. Sasa mind you, protein, yani sperms, yani mbegu za kiume zina protein nyingi kuliko hata yai. Yes. Na yai linanuka kiasi vile. Je, vipi hizo sperms zikiingia huko ndani na haujasafisha, harufu inayokuwa huko ndani? Kwanza nadhani kuna kitu ambacho kuna baadhi ya wanawake wakishiriki tendo la ndoa na wenza wao na baadhi ya wenza wao wengine. Kuna wanawake ambao huwa wanapata miwasho mikali sana endapo pale mwanaume anapomwagia mbegu zile mwenza wake. Kuna baadhi ya wanawake huwa wanapata miwasho, wengine huwa wanatapika, wengine huwa wanapata homa kutokana na zile mbegu, kitendo cha kuingia zile mbegu kwenye maumbile ya mwanamke. Kwa hiyo huwa zinawatengenezea allergy kwa sababu umesema sperm ni protein in nature. Yeah. Na kuna watu wengine wana allergy na protein. Kwa hiyo unapokuwa na allergy na protein unatengeneza reaction ambapo reaction kinga zako za mwili wewe zinaanza kupigana na kile kitu kilichoingia. Tunarudi kule kwenye ile point. Zinaanza kupigana, zikipigana unatengeneza reaction ya mwili. Kwa hiyo mwili unaanza kufight against kile kitu kigeni kilichoingia. Kwa hiyo mwili huo unazalisha kitu kinaitwa histamine. Hizo white blood cells zinazalisha kitu kinaitwa histamine. Histamine ni sumu au kemikali ambazo zinazalishwa na kinga yako ya mwili kwa ajili ya kuua kile kitu kilichoingia. Sasa zile histamine, hiyo histamine ndio huwa inatengeneza allergy au inakutengenezea wewe miwasho. Ndio maana kuna watu ile dawa nyingi za allergy tunasemaga antihistamine. Antihistamine ni dawa ambazo zinaenda against histamine. Kwa hiyo kuna watu ambao wakimwagiwa hizo mbegu wengine huwa wanatapika, wengine wanaalisha, wengine wanaumwa, wengine wanachoka. Endapo pale tu mwenza wake amemwagia zile mbegu zimeingia kwenye maumbile yake kwa sababu kinga yake ya mwili italiact kitu kigeni kimeingia. Kwa hiyo mwili utazalisha hizo histamine kwa ajili ya kupigana sawa na kile kitu ambacho kimeingia. Kwa hiyo zinatengeneza allergy. Kwa hiyo that's why ndio maana tunashauri wanawake wawe wanahakisha wanajisafisha. Lakini pia ukiona inakutokea hiyo hali inatakiwa utumie dawa za allergy au kutana na wataalamu wa kushauri ni dawa zipi ambazo unatakiwa kuzitumia. Okay. Je, dokta, mtu akiwa na hayo maambukizi, inaweza kumletea homa? Yes, anapata homa.
Mara nyingi pia huwa tunasema kwa mwanamke ambaye anapata hizi infection, anapata homa. Kwa nini anapata homa? Anapata homa kwa sababu kitendo tu cha wewe kuwa na infection, maana yake unaruhusu mwili wako uanze kupigana na kile kitu ambacho kimeingia kwenye mwili. Kwa hiyo automatically lazima itakuletea homa. Maana yake mwili wako utaanza kuzalisha kinga nyingi kwa ajili ya kufight against kile kitu ambacho kimeingia. Okay. And one more thing, doctor. Treatment yake ni? Treatment yake, cha kwanza lazima ufanye kipimo kabla hata kufanya treatment. Ili uweze kujua sasa hii changamoto ulionayo inasababishwa na mabadiliko ya hormone au changamoto ulionayo inasababishwa na maambukizi ya bakteria. Kama ni maambukizi ya bakteria, inatakiwa mtibiwe wote wawili, wewe pamoja na mwenza wako, kwa sababu mara nyingi tunasema maambukizi katika mifumo ya uzazi, especially kwa mwanamke au kwa mwanaume, inatakiwa mtibiwe wote wawili, kwa sababu akitibiwa mmoja itafika kipindi wakati wa kukutana mtakutana, lakini mtatengeneza maambukizi mapya. Yeah, okay. Sawa, maana yake huyu atachukua atamrudishia huyu, huyu atamrudishia huyu. Kwa hiyo it's better mkatibiwa wote wawili. Lakini pia kitu kingine ambacho huwa tunakiangalia kwa umakini zaidi ni lazima mtu afanye kipimo. Aidha ufanye kipimo cha HVS kwa mwanamke, kile kinaitwa high vaginal swab, ili tuone kama una hizo epithelial cells, una pus cells. Lakini lazima ufanye ultrasound tuone kama kizazi chako kimekuwa kimetanuka, una discharge zozote, tuweze kudetermine kama una PID ambayo ni pelvic inflammatory disease. Sawa. Lakini pia ni lazima, endapo kama utakuwa umesumbuliwa na uchafu kwa kipindi kirefu, ni lazima, na tukishagundua wewe una maambukizi, ni lazima ufanye kipimo cha culture ili tuweze kutuotesha au bakteria, tujue una aina gani ya bakteria, na ili tuweze kufanya drug sensitivity, tujue ni dawa gani ambayo itakufaa wewe. Kwa sababu hizi changamoto zimekuwa kubwa, wanawake wengi sana wanapata shida. Sasa namna ya kuzisolve pia imekuwa changamoto. Lakini pia endapo kama utakuwa na maambukizi ya bakteria ambayo yanatokana na mabadiliko ya hormone, ni lazima utumie dawa za hormone pamoja na dawa za infection ili kuweza kuclear kabisa tatizo. Sasa wanawake wengi leo hii wanahangaika, wamejikuta wanatumia dawa nyingi sana za infection kutibia fungus, kutibia mabakteria infection, wamekuwa hawaponi. Ukiona kama huponi, inatakiwa kukutana na mtaalamu wa afya, umwelezee, ajue kama ni changamoto yako inatokana na mabadiliko ya hormone au infection. Kama ni mabadiliko ya hormone, ni lazima utumie dawa za kubalance hormone. Labda daktari, kwa kuhimiza, I think kwa dada zetu wanapoona hiyo tofauti, wasione haya, wasikae na hiyo tatizo mpaka likawa kubwa. Yaani usione haya kwenda kupata treatment, kwenda yaani kama tu mkazo, kutilia mkazo. Okay. Unajua naona changamoto nini daktari, ni kwamba hivi ni vitu kidogo, ni vitu vya aibu. Unajua? Okay. Yaani mtu kwa sababu mimi natoka uchafu huku ni kitu cha aibu. Unakuta mtu mwingine, mtu mzima, lakini anaona haya. Kwa unakuta anakaa na hiyo tatizo mpaka linakuwa kubwa. Okay. Wakati probably angeenda early stages tu, akapewa hata ushauri. Muda mwingine ungeweza kata ushauri bwana ni hivyo, bado safisha au na nini, anakuwa yuko salama. Lakini ana wait mpaka tatizo limekuwa kubwa. So mimi nadhani ni rai yangu kwamba wakina dada wakiona hiyo any changes waende wakafanye hiyo check up. Nadhani kitu ambacho naweza nikawapa maua yao wanawake. Wanawake ni watu ambao wakiona mabadiliko yote huwa wana react sana, tofauti na wanaume. Wanaume kwenda kufanya check up ni changamoto sana, lakini wanawake mara nyingi sana hata wakipataga vimasho kidogo, wakipata changamoto kidogo, ni watu ambao wako responsible sana kuhakikisha wanajali afya zao. Ndio maana wakati mwingine wanaume tumekuwa tunasema wanaume tunakufa sana. Wanaume sio tunakufa sana, wanaume ni watu ambao hawajali afya, wako busy kwenye shughuli za utafutaji. Mwanaume anaweza kana anapata miwasho hapa akaipuzia, akaipotezea, akaendelea na shughuli zake, lakini mwanamke yuko tayari ile hela ambayo aliweka kwa ajili ya matumizi ya saluni, yuko tayari aiweke, aende akamtafute mtaalamu wa afya aweze kumtibia. Kwa changamoto tunao wanaume sasa. Wanaume ni changamoto. Yaani mwanaume uko tayari uendelee kupambana. Dr. Dawes mwanaume lakini. Yes, sasa kwa sababu pia mimi najua nakutana na wanaume, nakutana na wanawake. Yes. Mwanaume anaweza kaja hapo, ana hela iko mfukoni, unamtajia dawa ni kiasi fulani, lakini anaweza asichukue dawa hata kama ana hela iko mfukoni. Lakini hela ile alionayo mfukoni, akienda akikutana na mwanamke akimuomba anahitaji hela ya matibabu, anampa, lakini yeye nyuma huku ameshindwa kujitibia. Sasa daktari anasema hamna mkate mgumu mbele ya chai. Sasa hamna mkate mgumu, ndio maana tunasema wanaume tunakufa sana. Yeah, of course bwana daktari, asante sana. Bwana tumefika tamati kipindi chetu. So jamani, asanteni, tunashukuru daktari, imekuwa very informative. Okay. Daktari, I think kwa hii awareness ambayo tunatoa, hebu tuweke lipa namba. Watu wao wana donate ndugu yangu. Unaonaje daktari? What do you think?
kidogo hiyo inatusaidia kupata maji. Tunapata maji hapa nini kwa sababu hii elimu which doctor ukienda sehemu nyingine you have to pay for it. Yes. But sisi tu kwa ajili ya awareness tu, unajua kwa ajili ya kusamia jamii. I think tutatafuta kalipa namba tuweke hapo chini. Alafu tuje. So jamani, tuko very happy tumefika mwisho episode yetu. Tunashukuru. I hope mmejifunza kitu kimoja au vitu viwili katika mjadala wetu wa leo. And doctor, asante. Au sio bwana doctor? So jamani, pia don't forget to subscribe to our channel, kulike na comment maudhui yetu ili yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. And pia tutaweka pia na linki za Dr. Ken hapo chini, handles zake, social media handles zake. I would really recommend kama una changamoto yoyote, nenda kamuone. Kumuona doctor ni bure I think. Au nimekosea? Kuna consultation. Yes. Of which doctor mimi ndatafuta donors waje iwe consultation iwe bure. Yaani wao donors wanalipa. Tuwasaidie, we hope the community tusaidie jamii. Kwa tutafuta donors. Kwa sababu umesema tutatafuta donors, basi tutawasubiri hao donors waje. Tutasubiri donors waje ili tukae mezani. Yes, ndio. Yeah, of course. So tutaweka hizo handles za Dr. Ken and I would really recommend mwende mkaone Dr. Ken. Asanteni, see you in the next episode.